Yes, Lord. Wewe ni kila kitu kwangu. Yes. Wewe ni kila kitu kwangu. Inua tu mikono yako tu juu kwa Bwana, inua tu mikono yako juu kwa Bwana. Sema kwa sauti, Bwana Yesu, ninakushukuru sana kwa ajili ya mwaka huu. Mungu unayeishi, Mungu unayetawala, pokea sifa na heshima, jina lako litukuzwe. Asante Bwana kwa ajili ya neema, kwa ajili ya kibali ulichonipa ndani ya mwaka huu. Asante Bwana Yesu, asante Mungu wangu, asante Mfalme. Bwana, ninakushukuru kwa ajili ya mwaka 2026. Ninatangaza kwenye ulimwengu wa roho ya kwamba utakuwa ni mwaka wa baraka, utakuwa ni mwaka wa ushindi katika jina la Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi mengi mengi ya shangwe. Nisikie makofi kwa ajili ya Bwana, nisikie vigelegele kwa ajili ya Bwana. Hebu mshangilie Bwana. Haleluya. Amen. Ninaomba ukae kwenye uwepo wa Bwana. Praise Him. Mungu awabariki sana. Tuwapigie makofi mengi mengi hawa watumishi wa Yesu. Amen. Watu wa Tanga, watu wa Kange, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu sana ambaye ametupa nafasi na neema ya kumfanyia ibada siku hii ya leo. Leo ni siku yetu ya 3. Tumeanza Alhamisi jana, leo na tunaendelea tena mpaka tarehe 1. Ni neema ya kipekee sana ambayo Mungu ametupa, na kipekee nimshukuru Mungu sana kwa ajili yenu ambao mmepata nafasi ya kuja leo kwenye ibada. Tumekuwa na Krismasi, tumekuwa na hekaeka Ijumaa, Alhamisi jana pia tukawa na hekaeka, vitu vingi, mambo mengi. Wengine mlikuwa kwenye pilau la kipaimara na ubatizo, lakini bado umepata nafasi tena ya kuwa hapa. Na wengine mna wageni nyumbani wako. Saa nyingine wageni wamesema sasa hatuwezi kuja kanisani, umewaacha wageni, umekuja mwenyewe. Hebu tujipigie makofi mengi mengi kwa ajili ya Bwana. Unajua Disemba ni mwezi ambao umekaa vacation, yani imekaa kwenye kutulia, lakini bado unapata nafasi ya kuwa nyumbani kwa Bwana. Kwa hiyo uwepo wako hapa tunaheshimu sana, lakini pia hata Mungu anaheshimu sana. Na tulipokuwa tunazungumza na mchungaji, tulipofika siku ya Jumamosi, kama mchungaji, Jumamosi kweli watakuja? Kaniambia watakuja. Sio kama mtungee tuache tufanye tu Ijumaa, Alhamisi na Ijumaa alafu tuje tuanze Jumapili. Wewe watakuja.
Kwa kweli nimeamini ya kwamba mchungaji anawajua kondoo wake. Haleluya. Kwa hiyo Mungu awabariki sana kwa nafasi ambayo umepata kumkaribia Mungu. Na kwa kuwa bado tuko kwenye mudi ya Krismasi, bado tupo kwenye mudi yetu nasoma Krismasi, acha na leo tuzungumze mambo ya kuzaliwa kwa Yesu, alafu ili kesho sasa tuanze ujumbe ambao utatupeleka mwaka mpya. Bwana asifiwe sana. Kwa naomba leo mniruhusu nizungumze habari za kuzaliwa kwa Yesu, ambapo naamini ya kwamba utabarikiwa, alafu siku ya kesho tuanze kukimbizana sasa mafundisho na maombi kuelekea mwaka wa 2026. Bado kwenye siku hizi ambazo tuko nazo za mwaka huu, Mungu anaweza akafanya kitu. Waruteri waga wanaamini ya kwamba Mungu ana mizungu mingi, Mungu ana njia nyingi. Kwa hiyo bado tuna huu mwaka, bado baraka zipo za mwaka huu, na Mungu anaweza kufanya kitu kwenye maisha ya kwako. Sasa leo nataka tuzungumze kwa habari ya Mwokozi aliyevaa mavazi ya kitoto. 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 Kitabu kile cha Luka sura ile ya 2 mstari ule wa 7 na kuendelea. Kitabu cha Luka sura ile ya 2, Luka mtakatifu sura ile ya 2, tutaanzia ule mstari wa 7 na kuendelea. Luka mtakatifu sura ile ya 2 na mstari ule wa 6 na kuendelea. Maandiko yanasema, ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika holi ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawaangalia pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwako kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika holi ya kulia ng'ombe. Tukimalizia modi yetu ya kuzaliwa kwa Yesu, unajua kwenye kuzaliwa kwa Yesu kuna unabii kama ambavyo nilieleza juzi kati, lakini pia kuna matukio yaliyotokea wakati Yesu anazaliwa. Kuna matukio yalitokea wakati ule Yesu anazaliwa, na kuna matukio yaliyotokea baada ya kuwa Yesu amezaliwa. Wakati Mariamu pamoja na Yusufu walipokuwa wameenda Bethlehemu kwa ajili ya kuhesabiwa sensa, maandiko yanaeleza ya kwamba wakiwa kule wanasubiria kuhesabiwa sensa, siku za kuzaa za Mariamu zikatimia. Zile wiki
za kujifungua zikatimia. Na maandiko yanasema akamzaa kifungua mimba mwanaume. Na maandiko yanaeleza, yanasema akamvika mavazi ya kitoto. Kwa Yesu alipozaliwa alivikwa mavazi ya kitoto. Baada ya hapo malaika wa Mungu akapeleka taarifa, akapeleka habari juu ya wachungaji waliokuwa wakichunga kundi la kondoo usiku. Maana wale wachungaji walikuwa wakiwaangalia kondoo wanaozaa ili waweze kuwasaidia wakati wakizaa. Wakaletewa taarifa nyingine ya kwamba kuna kondoo mwingine mahali fulani, sio kwenye zizi lenu, amezaliwa na nyie mnapaswa pia muende mkamwangalie. Na wakaambiwa ya kwamba katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yetu Mwokozi. Nitaka kwanza tuone wasifu wa Yesu aliyezaliwa. Wasifu wa kwanza unaotajwa wa Yesu aliyezaliwa anaitwa Mwokozi. Kwa mahali popote ambapo utamtambulisha Yesu, unaweza ukamtambulisha Yesu kwa kutumia wasifu mwingine. Ukaeleza habari nyingi za kuzaliwa kwa Yesu, ukaeleza sifa nyingi za kuzaliwa kwa Yesu. Lakini Yesu alipozaliwa, wasifu wake wa kwanza anaotambulishwa nao ni Mwokozi. Kwa mtu yoyote akikuuliza Yesu ni nani, hata kama umetoka usingizini, hata kama umetoka kulala, hata kama ulikuwa unaota, mwambie Yesu ni nani? Mwokozi. Watu wa Yesu Bwana asifiwe sana. Watu wa Yesu Bwana asifiwe sana. Mtu akikuuliza Krismasi inahusu nini, hata kama haujui chochote, mwambie ni siku ya kuzaliwa nani? Mwokozi. Kwa wasifu unaotajwa wa Yesu alipozaliwa anatajwa kama Mwokozi. Na mimi nataka pia umfahamu Yesu kama Mwokozi kwenye maisha yako, kama Mwokozi kwenye biashara. Neno Mwokozi maana yake ni mtu ambaye amemwokoa mtu na kitu kibaya fulani. Ni mtu aliyemwokoa mtu na ajali fulani. Ni mtu aliyemwokoa mtu na mauti fulani. Ni mtu aliyemwokoa mtu na ubaya fulani. Sasa kama watakuchanganya watoto, fanya hivi, kila mtoto ambaye aliweka vinywele vile kama vibutu hii ndio itakuwa nitumie picha zao. Yaani kama utaona hutawaelewa, kila watoto ambao wameweka vinywele vibutu kichwani, kwa sababu nafikiri malaika alijua hawa nikiwaambia ya kwamba kuna Mwokozi amezaliwa mahali, nafikiri kwenye akili yao wataenda wanatafuta mtu ambaye labda amevaa gwanda za kivita, mtu ambaye labda ana nyota 9. Hivi nyota waga zinaishia ngapi? Hiyo 9 ni ya kwangu. Kwa malaika alijua hawa wachungaji ninapowaambia ya kwamba kuna mahali kazaliwa Mwokozi, wao akili yao wataanza kuwaza ni jitu fulani hivi la miraba 4, ni jamaa fulani hivi, mtu fulani hivi ambaye amehitimu mafunzo ya kijeshi ya hali ya juu sana. Akamwambia no, ishara mtakayoikuta kwake, atakuwa amevaa mavazi ya kitoto. Wasifu wake Yesu ni Mwokozi, mtu ambaye atakayewaokoa walimwengu pamoja na dhambi zao, mtu ambaye atakayeiokoa dunia, ndiyo wasifu wake. Lakini namna ambavyo alivyo, amevaa mavazi ya kitoto. Maana yake ni kwamba huyu ni Mwokozi ambaye amevaa mavazi ya kitoto. Na hapa ndipo shida ilipo duniani kote. Na hii ndiyo dalili, ndiyo ishara ambayo iko duniani kote, ya kwamba siku zote, nataka ufahamu hii, siku zote Mwokozi waga amevaa mavazi ya kitoto. Kwenye familia, kama una watoto, umezaa watoto 5,
atakayeiokoa familia, atakayeisaidia familia itoke kwenye umaskini, waga ni yule ambaye amevaa mavazi ya kitoto. Huo wasifu unaompa, ukimwangalia na yeye kwa nje na matukio anayoyapiga nyumbani, haviendani. Watu wa Yesu, Bwana asifiwe. Okay, labda nimeenda kwenye familia, nimeenda ambaye sasa nianzie kwenye jamii huku nje. Biashara ambayo itamfanya mtu atajirike, itamfanya mtu aimarike kiuchumi, ukiangalia kwa nje haifanani. Ndiyo Mwokozi aliyevaa mavazi ya kitoto. Wazo la biashara la kumtajirisha mtu, wazo la biashara la kumwokoa mtu, kumtoa kwenye umaskini, kumpeleka kwenye hali fulani ya kiuchumi, lile wazo la biashara ambalo litakusaidia wewe hali yako ya kiuchumi, lile wazo ukiliangalia, waga limevaa mavazi ya kitoto. Mimi zamani nilipokuwa mtoto nilikuwa najua ya kwamba mabilionea, matajiri duniani ni wale wanaouza ndege. So mimi nimekuwa najua kitu cha thamani kuliko chochote duniani ni nini? Ni ndege. Mimi nilivyokuwa kule jini nilikuwa nafahamu hicho. Kwa nikajua kama ndege ndio kitu cha thamani kuliko vitu vyote duniani, kwa mazingira niliyokulia. Kwa hiyo matajiri, mabilionea duniani au tajiri wa kwanza duniani lazima atakuwa anauza nini? Ndege. Kwenye akili yangu nafikiri najua ya kwamba yani mtu tajiri wa kwanza duniani labda ni mtu anayeuza vitu ni vya gharama kubwa. Haya, kwa mfano tajiri wa kwanza Afrika anauza simenti. Simenti mfuko mmoja ni 10,000 na ngapi? Ni 10,000 na ngapi? Hamna wajenzi huku ndani wa hivi karibuni? 10 na ngapi? 10. Sasa ni hiyo 15 na umenunua wewe dukani kwa mangi. Kwa yeye pale atakuwa anauza labda 13,000 ama 10,000 na ngapi? 12,000. Huyo ndiye tajiri wa kwanza Afrika. Biashara yake anauza nini? Simenti. Lakini hapa Tanzania hapa kuna watu wanauza magari. Haleluya. Gari moja sio chini ya milioni 10. Lakini sio matajiri ya Afrika. Nataka niseme mawazo ambayo yanaweza kumsaidia mtu kiuchumi yamevaa mavazi ya kitoto. Mwokozi waga amevaa mavazi ya kitoto. Mwokozi kwa nje hafanani. Kanisa na watu wa Yesu, Bwana asiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana asiwe sana. Okay, ukiangalia matajiri, mimi hizi ni kodi na waibia. Ukiangalia basi achana na Afrika, tuje Tanzania. Matajiri wa hapa Tanzania, mabilionea wa hapa Tanzania wanauza nini? Ukwaju. Ice cream, ni ice cream ile nini ile? Ya ukwaju, inaitwaje ile? Nini ya ukwaju ile? Inauza shilingi 100 ngapi? 500. Ni shilingi 500. Wanauza nini? Maandazi. Wanauza nini? Chapati. Wanauza nini? Unga wa ngano. Kwa Dar es Salaam unga wa ngano na unga wa muhogo. Unga wa muhogo una bei kuliko unga. Unga wa muhogo ni kitu kingine. Huwezi linganisha na unga wa maandazi. Wanauza nini? Wanauza mafuta ya kula. Watu wa Yesu, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Wanauza nini? Wanauza juice. Si Azam Cola, si nini cola. 500. Ni 500. Lakini wewe hapo una biashara yako, unauza vitu, item moja, kuna nguo, una duka la nguo, kuna nguo pale ofisi kwako unauza 120,000. Kuna nguo pale ofisi kwako unauza 80,000, 30,000. Lakini tajiri wa bilionea wa hapa Tanzania hawauzi nguo.
Kanisa na watu wa Yesu, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Wazo la kibiashara ambalo litamsaidia mtu, litamuokoa mtu, kumtoa kwenye hali yake, limevaa mavazi ya kitoto. Sasa kwa nini sasa haimsaidii huyu mtu? Ni analizarau. Wewe ndio tofauti yako wewe kati ya wewe na Herode. Herode akiambiwa ya kwamba kuna katoto kamezaliwa ni kafalme, Herode apuuzi, anaanza kufuatilia huyu dogo kazaliwa wapi, anatuma mashushushu wauawe, wauliwe, yani yuko serious. Yani wewe na Herode tofauti yenu ni hiyo tu. Mwambie yako jirani, mtikise, mwambie jirani, kuna mambo ya kujifunza kwa Herode. Unajua kwenye Biblia kuna watu walifanya mambo mabaya. Kuna watu walifanya mambo mabaya kwa lugha ya nje, lakini kuna kitu cha kujifunza kuhusu maisha yao. Waga nawaambia watu, mimi kwenye Biblia ndoa pendwa mimi naoipenda kwenye Biblia ni ndoa ya Anania na Safira. Yaani mimi ndoa ya mfano. Na siku nikaanza kufundisha mafundisho ya ndoa, mimi fundisho langu lazima nitumie wahusika ni Anania na nani na Safira. Kwangu mimi ndio ndoa pendwa, ndoa ya mfano. Kwa nini? Alichokisema baba kwenye ibada ya kwanza, mama akija kwenye ibada ya pili ni hicho hicho. Kwa hiyo hata kama kina uongo, hata kama mama anajua kabisa kuna watu wanamsubiria pale ajichanganye tu wamchukue na yeye wakamzike kama, yani bado tu mama anasema alichokisema baba ndicho hicho hicho. Tuwapigie makofi hao wanandoa. Sasa lakini wewe utawaza Anania na Safira shedini walificha sawa. Ile yalikuwa ni makubaliano ya familia. Wewe usiona hata hicho kitu. Sawa, ni kweli walikosea, ni sawa, ila ni makubaliano na kile ambacho familia wamekubaliana. Hata niwekewe kisu hapa, Petro anamwambia wale waliomzika mume wako pale mlangoni. Baba Askofu, ni yani hicho ambacho hicho ambacho mume wangu aliwaambia ndio hivyo hivyo. Watu wa Yesu, Bwana asifiwe. Kanisa na watu wa Yesu, Bwana asifiwe. Sasa pia na kwa Herode kuna cha kujifunza. Herode akiambiwa ya kwamba kuna mtoto ni mfalme ambaye atakuwa mfalme juu yako, inamsumbua. Halali. Hivi kweli mfalme anavaa nguo za kitoto? Haiwezekani. Na wakati huo Yesu alikuwa ni mtoto kama watoto wengine. Kwa hiyo Yesu anamalizia mle kwenye nguo za kitoto, na kila kitu, huduma zake ni mle kila kitu, afu ni mfalme. Maana Herode pia anaweza akaona mfalme aliyevaa nguo za kitoto. Lakini wewe macho yako hayawezi kuona mwokozi aliyevaa mavazi ya kitoto. Mawazo ulionayo hayo ambayo ukiangalia hayajakaa sawa sawa, nyingine yanaaibisha taaluma yako. So mimi ni daktari, mimi ni msomi, nifanye biashara hii, yaani nianze? Hapana. Mimi ni mstaafu na mafao, nianze hapana. Niwewe kusikia story moja ya mtu anaitwa, huyu mtu alianzisha hizi KFC. Sisi tunazifahamu hizi KFC. Nisikia tu story, sijaifuatilia, lakini inawezekana ikawa ndio iko hivyo, kwamba huyu jamaa ni mtu alikuwa ni mzee, amestaafu. Baada ya kuwa amestaafu, amepata mafao yake, sasa anawaza sasa itakuwaje, maisha yatakuwa magumu. Akaamua kufungua banda tu la kuchoma kuku karibu na petrol station. Kwa kazi yake ni kuchoma kuku pale, anachoma kuku, watu ni mzee amestaafu, watu anawauzia, watu wananunua. Lakini sasa wale kuku watu wakawapenda sana, na wateja wake walikuwa ni watu wa maroli, watu wa mizigo. Wakawa wanaamua sasa kununua kuku wakula hapo, alafu na kule njiani pia wao wanakula wale kuku. Ikafika hatua kama sasa mzee, sasa sehemu nyingine ni mbali sana, inabidi ufungue na kule banda lingine la kuku tu, tunafika tunakula tunapata.
Hawa wazee hawa watu wa malori pia wanavuka boda. Wakivuka tena boda kule wale kuku kule hamna. Sasa msee fungua na kule. Kwa ndio mpaka leo ndio hiyo KFC imesambaa dunia zima. Alikuwa ana wazo. Lile wazo ni dogo. Ni mtu kastafa na mafao na pesa zake kwenda kuchoma kuku. Kwa kumbe kwenye kuchoma kuku alikuwa ni mwokozi ambaye amevaa mavazi ya kitoto. Sasa watu wengi wana mawazo ambayo ni mwokozi. Yamevaa, yani haya mawazo yatawaokoa na kiuchumi, yatawasaidia kiimani, yatawasaidia kwenye moja, ila issue ni kwamba yamevaa mavazi ya kitoto. Unawaza nafasi ulionayo uanze kufuga kuku sahihi, ukimzana na kuku, ukimzana na bata. Unawaza mawazo sasa hivi kwa nianze, hapana. Yaani sasa nianze ufugaji wa nyuki kwa umri wangu huu, hapana. Kumbe ni wazo ambalo Mungu amekuletea, lakini nimevaa mavazi ya kitoto. Mimi nikwambie kitu kimoja. Mawazo ya Mungu yanajulikana na mawazo ya mwanadamu yanajulikana na mawazo ya shetani yanajulikana. Ukisikia ndani yako unazuiwa kutoa sadaka, automatically analeta hilo wazo. Anafanyeje? Anajulikana. Hayo ni mawazo ya shetani. Ukisikia ndani yako unaambiwa leo usiende kusali, usiende kwenye semina, huyu aliyeleta hilo wazo anajulikana ni nani. Hayo ni mawazo ya shetani. Halafu kuna mawazo yako sasa. Mawazo yako pia yanajulikana. Yaani wewe mawazo yako ni kwamba unywe mirinda nyeusi ama orange. Yaani huyo ndio wewe sasa. Hayo ndio mawazo ya kibinadamu. Uvae gauni ama uvae sketi. Uvae pande sita, usukie rasta, huyo ni wewe. Ukae upande huu ama upande huu, huyo ni wewe. Usiwaambie eti Mungu amenizuia nikikaa huku ndo naelewaga sana. Huyo ni wewe tu, ni akili yako hiyo ndio nakwambia ukikaa huku ndo naelewa. Huyo ni wewe. Hakuna Mungu hapo. Watu wa Yesu Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu Bwana asifiwe. Yaani ndio ukifika mahali ukagiza nipe chai na chapati mbili. Hiyo chapati mbili, huyo ni wewe na ndugu zako. Yaani ndio nyie mko hivyo. Yaani hao ndio mawazo ya kibinadamu sasa. Mawazo ya kibinadamu ile ikifika wakati unasikia ndani yako uanzishe mradi wa kufuga nyuki, uanzishe kilimo cha ulime mihogo, uanze kwa unanunua bidhaa unatoa wapi unapeleka mahali fulani, uanze kufuatilia vibali vya nini vya kuchimba madini, uanze. Yani ukifika hapo, huyo sio wewe sasa, huyo ni Mungu. Ila sasa bahati mbaya ni kwamba mawazo yake yanavyokuja huwa hayaji kwa sura kubwa. Mungu waga anamleta mwokozi aliyevaa mavazi ya kitoto. Hata kwenye familia nyingi, watu ambao walizisaidia familia kutoka kwenye umaskini, kutoka kwenye hali mbaya, ndio wala ambao walipozaliwa kwenye familia hawakuwa wanatakiwa kabisa. Kwa mfano mimi nyumbani kwetu mimi nilikuwa mjinga. Mimi nilizaliwa kwenye familia nilikuwa mjinga. Na mdogo wangu wa tatu kuzaliwa, yeye alizaliwa na akili za ajabu. Alikuwa na akili nyingi sana. Fikiria nyumbani tulikuwa tuna duka. Fikiria mdogo wangu akiwa hajaenda shule, hajaanza shule bado, anaruhusiwa kukaa dukani. Mimi ninasoma shule, siruhusiwi kukaa wapi? Dukani. Nikikaa dukani niwe na yeye, yaani tuwe na yeye mle ndani. Na kazi yangu mimi kwa sababu ya urefu kuchukua vitu kwenye ile mambo ya change, kurudisha change ni nani? Kwani kwa familia ikikena na angalia hadi huyu hapo tulipoteza hapa. Hii sasa ndio hivyo walishakuzaa. Kwa hiyo wako na wewe, lakini kwa kweli hawana tumaini lolote. Kwanza kwenye kuugua ni mimi, na maliza hela zao ni yani mimi ni mtumiaji. Kwa baadaye nilipoanza kuchunga na nini, ndio baadaye wakaanza kupata picha kwamba
huyu anaweza kutusaidia, lakini kwa mlengo fulani, kwa sababu kule machungani kule watu walikuwa wanapoteza ng'ombe. Unajua ng'ombe akipotea inabidi akatafutwe, na ng'ombe kupotea, nishaye kuambia nafikiri hapa, ng'ombe kupotea huwa sio hana kwa sababu hana ufahamu ama hana uelewa. Ng'ombe kupotea huaga tu ni ukahaba, na ndio maana ng'ombe anayepotea lazima awe dume. Jike hawezi kupotea. Watu wa Yesu, Bwana asiwe sana. Ng'ombe ukimtoa Dar es Salaam, ukimtoa Kagera, ukampandisha kwenye ndege, ukamfunga na uso wake na mfuko asione, ukamshusha hapa Tanga, anaweza kurudi Bukoba. Ni kiumbe cha ajabu sana. Kwa asili ng'ombe hawezi kupotea. Lakini kwa nini waga anapotea? Madume sasa. Yaani sasa limekaa na hawa, limewazoea, linataka kubadilisha. Kwenye ng'ombe wanaopotea lazima dume awemo. Jike hawezi kupotea. Na ndio maana ukiwa machungani, ukipotea Paulini, ukapotea na ng'ombe uko nao mkapotea, usijali, wewe unawaacha, unaenda unakaa tu juu ya mti, usubirie ule muda wa kurudi kambini, wao wataanza kurudi. Ukiona dume limetangulia mbele, usifuate, rudisha ng'ombe wakae tena. Dume haaminiki. Ukiona jike, tena majike ambayo yanaandama, mliacha andama nyumbani, wale yenye ndama, kuwa na amani. Kwa wale wengine wote mtafika salama. Sasa kule kijijini Paulini ng'ombe waga wanapotea. Sasa wakipotea kuna ile watu wanatafuta. Sasa mimi sijuagi mpaka leo ni kitu gani. Watu ng'ombe akipotea, watu wanaweza wakatafuta siku 5, mwezi, miezi, hata mwaka, wale ng'ombe hawajawapata. Mimi nikiwa mtoto mdogo, ng'ombe akipotea nikienda kumtafuta, sio kama unakuwa unajua, natembea tu, uwezi amini, ndani ya siku 3 ng'ombe nimeshawapata. Kwa sasa nikawa mpaka nakodishwa sasa na watu, wanamlipa mzee ng'ombe. Labda mtu kapoteza ng'ombe 20, ameshatafuta miezi 6. Unakaa kijana pale kama mzee fulani. Kwa anakuja anamuona mzee, wanakubaliana ng'ombe kupatikana ng'ombe mmoja. Sawa. Kwa mzee analipwa, mimi naambia katafute ng'ombe za fulani. Unajua ng'ombe zinakuwa zinachata SK, NY, nini. Nikienda kutafuta, ndani ya siku 3 ng'ombe wamefanyaje? Wamepatikana. Kwa hiyo angalau nilipofikia level hiyo nikawa naonekana kama nakaa faida kwenye nini, lakini upande wa nini? Wa ng'ombe. Kanisa la Yesu, Bwana asifiwe. Ambacho hawakujua ni kwamba alikuwa ni Mwokozi aliyekuwa amevaa mavazi ya kitoto. Miaka 20 baadaye, miaka 25 baadaye, yule kijana ndio amekuwa nguzo ya nini? Ya familia. Kwa kwenye maisha kuna mtoto unaweza ukawa naye umemzaa, ila ndio anahekaeka, matukio ni ya kwake, yani magonjwa ni ya kwake, vurugu, yani haeleweki, kesi ni nyingi ni za kwake. Mzazi ulioko hapa, usimwangalie tu kwa udhaifu alionao. Inawezekana huyo kwenye familia ni Mwokozi ambaye amevaa mavazi ya kitoto. Inua mikono yako tu juu kwa Bwana, sema kwa sauti, Bwana Yesu. Sema tena, Bwana Yesu. Sema tena, Bwana Yesu, macho yangu uyafumbue yaweze kutazama na kuona kila Mwokozi, kila msaada unaotuma kwenye maisha yangu, hata kama umevaa mavazi ya kitoto. Amen. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Sasa nataka nikuonyeshe unabii alafu then nimalize hapa. Nadhani sasa nitakuwa nimekamilisha mudi ya Krismasi vizuri. Haleluya. Kitabu cha Obadia sura ile ya kwanza. Obadia sura ile ya kwanza. Nataka nikuonyeshe, hizi ni kati ya nabii, ziko nyingi nabii za siku za mwisho. Hizi ni nabii za siku za mwisho. Hizi ni nabii za siku za mwisho. Siko nabii nyingi, lakini ngoja nianzie mstari ule wa 21. Obadia sura ile ya kwanza, anasema turudi mstari wa 11, wa 21. Obadia 1:21 anasema hivi: tena waokozi
watakwea juu ya mlima Sayuni ili kuhukumu mlima wa Esau, ili kuhukumu mlima wa Esau, na huo ufalme utakuwa ni mali ya Bwana. Tena waokozi watakwea juu ya mlima Sayuni ili kuhukumu mlima wa Esau, ili kuhukumu mlima wa Esau. Labda ili kukusaidia usipate shida ya neno waokozi, nitafuta mstari mwingine hapa. Nehemia sura ya 9 mstari wa 27. Hapa nataka nikusaidie hilo neno waokozi. Nehemia sura ya 9 mstari wa 27. Biblia inasema hivi, Nehemia 9:27 inasema hivi: kwa sababu hiyo ukawatia katika mikono ya adui zao waliowasumbua, na wakati wa shida yao walipokulilia uliwasikia kutoka mbinguni, na kwa wingi wa rehema zako ukawapa waokozi. Na kwa wingi wa rehema zako ukawapa waokozi waliowaokoa katika mikono ya adui zao. Nataka nimekusomea hili neno ili nataka uone. Unajua kwenye lugha tuna shida moja. Mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Neno likizoeleka kutumiwa mahali fulani, tunalimikisha hilo neno linakuwa la mahali hapo hapo tu, mahali kwingine kama haliwezi kutumika. Kama neno mwokozi, kwa kuwa hilo neno limetumiwa sana kwa Yesu, kwa hiyo sisi tunaona Yesu ndio mwokozi peke yake. Ila neno mwokozi ni mtu ambaye anamuokoa mtu kutoka kwenye hatari. Na ndio maana Biblia inasema walipokulilia uliwapa nini? Waokozi. Kwa hiyo nitaka nione kwa mfano au neno likitumika kwenye engo fulani mara nyingi sana, tunasema huyu ndio mmiliki wa hilo neno, ama ndio hicho kitu kinakuwa ndio jina lake. Kwa mfano, vituo vya mafuta vinaitwa Shell, vimemiliki jina Shell, lakini ukweli ni kwamba vile ni vituo vya mafuta. Kwa nini ni Shell? Kwa sababu miaka hiyo ya zamani, mimi nikiwa sipo, nadhani kulikuwa kuna kampuni moja ilikuwa maarufu sana, ilikuwa inaitwa nini? Shell ya kwenye miaka yetu sisi kuna mifuko tulikuwa tunatumia kubebea madaftari kwenda shule, ilikuwa inaitwa Bob Marley. Wangapi wanaifahamu? Gen Z nadhani watakuwa hawaifahamu. Ukweli ni kwamba ile mifuko sio Bob Marley, kwa sababu ilikuwa mingine imeandikwa 50 cent lakini bado inaitwa nini? Bob. Kwa nini? Kwa sababu ile brand ya Bob Marley ilitumika sana mpaka ikamiliki jina la ile hali. Kwenye lugha iko hivyo. Ndio maana kuna lugha mimi waga nikiongea na mtu, kiongea na watu, kwa sababu neno fulani, kwa sababu yeye amezoea hilo neno kulitumia mahali fulani tu, anaona kama umekosea adabu. Sumuga nakumbuka nilikuwa ninaongoza discussion ya vijana kwenye kambi za kiroho tulikuwa tunafanya. Kwa niko nimewapa maswali ya kiroho na magrupu. Kwa nikawa natoa saa maelekezo ya hiyo hayo maswali. Naambia jamani, hii kwenye haya maswali tujitahidi sana kujamiana. Watu wanaangalia wakafahamu. Mwalimu amesema nini? Mhubiri amesema nini? Kumbe wao hilo neno wamelizoea kulisikia kwenye mtazamo fulani. Kwa wanafikiri hilo neno linamilikiwa na hicho kitu peke yake. Kumbe kujamiana ni mwingiliano wa jamii. Watu wa Yesu Bwana asiwe sana. Sasa nataka pia uone na hilo neno nini? Mwokozi. Mwokozi ni neno la Kiswahili ambalo tangu zamani Mungu, watu walipokuwa wana shida, walipokuwa wakienda kumlilia, alikuwa anatuma waokozi, akiwemo na Musa. Musa alikuwa ni mwokozi. Kwa mkono wa Musa ukawaokoa watu. Biblia inasema kwamba wala hawakudhania ya kwamba Mungu ametuma ukombozi kwa mkono wa Musa. Wala hawakujua kwamba Musa ndio mwokozi atakayewaokoa na mikono ya Farao. Kitabu cha Matendo ya Mitume kimesema hivyo. Musa ndiye mwokozi.
Kwa kwenye neno mwokozi nataka uwe na maana pana. Haleluya, watu wa Yesu. Sasa kuna unabii hapo, nimekusoma kitabu cha Obadia, ni unabii unazungumza habari za siku za mwisho. Unabii unasema hivi, kwenye siku za mwisho watakwea waokozi kutoka Sayuni, ambao watauhukumu mlima wa Esau, ambao ufalme wakati ule bila sema kwamba utamilikiwa na Bwana. Sayuni ni nyumba ya Mungu, Sayuni ni kanisa. Mlima wa Esau ni mataifa. Kwenye unabii huu Biblia inasema siku za mwisho kutokea Sayuni, kutokea kanisani watakwea waokozi. Kuna waokozi wengi, kuna watu wengi ambao wanaitwa ni waokozi, watakwea, watainuka kutokea wapi? Sayuni, na watahukumu mlima wa Esau, watawahukumu mataifa. Na hawa watu ndio watakaomiliki ufalme, ambao ufalme kipindi hicho duniani utakuwa ni ufalme wa nani? Wa Mungu. Kwa kuna unabii ambao upo unaoeleza ya kwamba siku za mwisho kuna watu ambao watakuwa ni msaada kwenye kanisa. Kuna watu ambao watakuwa ni msaada kwenye taifa. Kuna watu ambao watakuwa ni msaada duniani kote, watainuka kutoka ndani ya kanisa. Maana siku za mwisho tunatazamia ya kwamba tukisema tunamtafuta mtu wa aina fulani duniani, tumkute kanisani. Tukisema tunamtafuta injinia, mtaalamu wa majengo, tumkute kanisani. So tunamtafuta waziri sio nini, tumkuta ametokea wapi? Kanisani. Tunamtafuta rais wa mfano, tumkuta ametokea wapi? Kanisani. Kwa sababu siku za mwisho watakwea kutoka Sayuni. Hasa kwa bahati nzuri, siku za mwisho zilianza lini? Kipindi kile kanisa la kwanza linaanza na siku za mwisho zikaanza. Sikuna unabii ya kwamba siku za mwisho nitamwaga roho. Kuna mwimbaji ametoa wimbo jana, anaimba anasema yeye ni mlevi, analewaga roho, akilewa roho anahubiri sana. Sasa mmoja amesema Mungu alisema siku za mwisho atamwaga nini? Roho wake juu ya. Kwa hiyo inabidi asili watu wote mwe warevi wa roho, watu wote, kwa sababu ndio siku za mwisho. Kwa hiyo siku za mwisho zilianza kipindi kile kina Petro wanaomba, ile siku ya Pentekoste ambapo Roho wa Bwana akashuka juu yao, kwa sababu ni unabii pia wa siku za mwisho. Kama kipindi kile siku za mwisho zilianza kipindi kile cha kina Petro, saa hii si tuko mwishoni kabisa. Halo, tuko pamoja? Sasa kwenye siku hizi sasa kuna unabii unasema kutoka Sayuni watatokea waokozi ambao wataokoa familia zao. Kupitia wao familia zitaokolewa na umaskini. Kupitia wao kanisa litaokolewa na umaskini. Kupitia wao taifa litaokolewa na ubaya. Kupitia wao dunia itakuwa salama. Kuna waokozi watainuka siku za mwisho. Mwangalie jirani yako, muulize jirani, ninavyokujua wewe ni mwokozi kweli? Sasa lazima utafakari kwamba kanisa unalisaidia nini? Taifa unalisaidia nini? Sasa na saa nyingine ukijiangalia wewe unajiona bwana, mimi sijasoma, ndio waokozi wako hivyo, wamevaa mavazi ya kitoto. Mimi sijatokea familia, yaani waokozi ndio wako hivyo. Kwa hiyo hapo ulipo, na uyatima wako na ujane wako na kutokusoma kwako na umekimbilia Tanga, umetoka wapi? Umekimbilia Tanga kujificha, na kukimbia kwako huko ukimbizini huko, yaani hivyo ulivyo ndio mwokozi. Yesu hakuzaliwa mahali ambako familia yake ina nyumba. Yesu alizaliwa Bethlehem Efrata,
ambako hawakuwa na nyumba, hawakuwa na makazi, hawakuwa na chochote. Walikuwa tu wana hela, lakini hawana vitu vingine. Kwa hivyo ulivyo na mazingira yako na vyeti vyako vimepotea mpaka sasa hivi hujui vilipo, hivyo wewe ndio mwokozi uliyevaa mavazi ya kitoto. Mimi miaka yangu imeenda sasa nimeshastaafu, nimewachia vijana. Hivyo na uzee wako, wewe ni mwokozi uliyevaa mavazi ya kitoto. Sasa bahati mbaya ni kwamba waokozi wengi mpaka leo bado wamelala kwenye hori la ng'ombe. Yaani watu ambao wanapaswa walisaidie kanisa bado wamelala kwenye hori la ng'ombe. Jamani, Yesu alilazwa tu kwenye hori la nini? Baada ya hapo aliondolewa. Kwanza akakimbizwa Misri kwenye mikiki, kwenye shida, kwenye miungu. Yaani maana Mungu sio kuguru, akakaa huko, baadaye akatafutwa wao. Yaani hivyo. Sikini wewe shaja bado umelala. Kwa nini? Mwalimu, mimi sina cha kufanya sasa kwa umri huu wangu, umri wangu. Mimi nifungue kampuni kwa umri wangu huu. Mimi anajua ni heri tu kuwa bawabu nyumbani kwa Bwana. Mimi nimeamua tu kuwa. Wewe ni mwokozi uliyevikwa mavazi ya kitoto, lakini pia umekatalia ulimi. Watu wa Mungu waokozi wanakuwa wamevaa mavazi ya kitoto. Hivyo na uzee wako na umri wako umeenda, hivyo na elimu yako, hiyo elimu yako ya darasa la pili, hiyo elimu yako, hivyo ulivyo. Wewe ndio mwokozi uliyevikwa mavazi ya kitoto. Mungu amesema siku za mwisho watakwea waokozi kutokea Sayuni. Ni maombi yangu kwa Bwana, wale watu ambao watakwea kutokea Sayuni, ambao watalisaidia taifa la Tanzania, watalisaidia kanisa, wewe na nyumba yako mwe miongoni mwao katika jina la Yesu. Kwa hiyo achana na visababu, achana na sababu, achana na hali ulionayo kwa sasa unavyojiangalia. Wewe ni mwokozi uliyevaa mavazi ya kitoto. Unaweza kuiokoa familia yako na umaskini. Unaweza kuliokoa kanisa na vumbi. Unaweza. Haleluya. Mbona sijasikia amen? Fikiria kile ibada tunamwagilia maji. Fikiria si utumwa huo. Unaweza kuliokoa kanisa na plastiki, vitu vya plastiki. Haleluya. Unajua, okay. Ya hii nitaisema kesho. Hiyo kinafaa muwe wengi. Unajua uungu, asili ya uungu ni nature. Yaani uungu aina yote, iwe ni Mungu aliye hai au mizimu au miungu ile mingine, asili yake ni nature, ni vile vitu vya asili. Yaani uungu na nature vinahusiana. Ndio maana utasikia mtu anaenda kuomba mlimani, kwa sababu asili ya mlima na uungu vinahusiana. Unaona, wakienda kutambika, wanaenda kutambika polini, sio kwenye vioo, polini. Ukisikia watu wanatumia mafuta ya upako, sio yale mafuta ya kula, sio yale mafuta ya kula yale yamepita viwandani. Ukisikia mafuta ya upako ni zeituni, mafuta yale ya zeituni, sio haya mafuta tu. Ukisikia watu wanatumia maji ni asili. Yaani ukisikia maji yana nature, yana asili. Watu wanatumia chumvi ni asili. Chumvi haichakatwi, inapitishwa tu, ila chumvi yenyewe ipo, hata bila kiwanda chumvi ipo. Ukisikia ubao, mti ni asili. Kwenye uungu connection, okay. Msikia ile habari ya maji, vita ya maji, kwamba walipewa dawa kwamba wakipigwa risasi nani na dunda
ilikuwa ni kweli, sio uongo, ila kwenye zile bunduki tu ambazo zimetengenezwa na mbao, ile bunduki yenye mbao, ile yenye kitako cha nini cha mbao, ndio ule uchai wao, ndio ukipiga. Kwa nini? Kuna uhusiano kati ya ule mti ile mbao na uungu. Sasa bahati mbaya ni kwamba Wajerumani pia walikuwa na bunduki ambazo ni chuma tu. Kwa hiyo hapo uchawi hapa ufanye nini? Si mnaelewa vizuri? Halo. Kwa hiyo uungu kati ya unafikiri tu kanisa tu wanaamua tu waweke mimbari za mbao, unafikiri tu wameota tu kwamba mbao waweke tu mbao, unafikiri au unafikiri tu Yesu tu atunduke tu kwenye mti tu kwenye msalaba tu, unafikiri ni issue ya kawaida? Haiko hivyo. Kwa hiyo hata viti vya kanisani nataka iwe nini? Kama nataka ile connection ya kiungu, fanya siku moja zoezi, ukae hapo na ukae hapo, alafu usikilize hiyo siku upako. Fanya tu mfano naomba tusimame jameni, muda wetu umeisha. Je, sio bahati mbaya ubao una nature ya uungu. Watu wa Yesu, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, wale ambao wanaenda kwa waganga wa kienyeji wanajua kuna dawa mganga wa kienyeji akitaka akupe ya kuweka kwenye kitanda, lazima aulize aina yako ya kitanda. Kitanda chako ni cha chuma au cha mbao? Ukisema cha chuma, dawa haifanyi kazi. Inabidi ubadilishe nini? Au ushakusikia watu wanaambiwa walale chini? Kinachotafutwa ni nature. Ardhi hii ni nature, ina asili, kwa hiyo ina uhusiano na uungu. Ushakusikia watu wanaambiwa watembee peku? Sio kwamba eti uungu na nature vinaendana. Ndio maana wewe hata saa nyingine ukitaka tafuta tu hata bahari, iangalie tu hivi, iangalie hivi, mtafakari Mungu, kuna vitu napata tofauti. Kwa sababu gani? Uungu na asili, nature, vinahusiana. Haleluya, watu wa Yesu. Sasa sikuambia yote, lakini mengine sasa na nyewe mkatafute sasa, au siku hizi mna ChatGPT, mvugo huko muelewe nachokiwa na kimaanisha. Lakini hoja yangu kubwa ya leo ilikuwa ni kwamba kuna Mwokozi ambaye anakuaga amevaa mavazi ya kitoto. Hata na wewe hapo ni msaada kwa taifa, ni msaada kwa Tanzania, ni msaada kwa kanisa, ni msaada kwa jamii yako, ni msaada kwenye ukoo wako, ila tu umevaa mavazi ya kitoto. Una mawazo unayo ya biashara ni madogo, saa nyingine yanadhalilisha hali yako na status yako na jina lako ambalo umelitengeneza, lakini ukweli ni kwamba hayo mawazo ni Mwokozi aliyevaa mavazi ya kitoto. Ni kusi katika neno la Bwana, usimdharau Mwokozi aliyevaa mavazi ya kitoto. Herode hakufanya hilo kosa, mamajusi hawakufanya hilo kosa, wachungaji hawakufanya hilo kosa. Sisi tulio wengi sana tunadharau mawazo yaliyovaa mavazi ya kitoto. Kumbe ni Mwokozi, kumbe ndiye wazo ambalo litakuokoa na umaskini, kumbe ndiyo wazo ambalo litakutoa kwenye hali ulionayo, kwenye changamoto ulionayo. Kwa hiyo kila wazo kwenye ubongo wako la kiuchumi, hata kama lina kufanya tusikuelewe. Mimi mchungaji wangu alikuwa ni kule Sengerema, alikuwa ni carpenter na ni fundi seremala. Kwa sasa kwa sababu ya uchungaji akasema sawa, mimi siwezi kushika landa saa hii, lakini angalau nifungue ofisi, niwe naweka mafundi na wasimamia. Sasa ofisi yake ni kanisani. Kwa akasema ili nisiharibu kazi, na hii ofisi ya mbao ya kulanda hii ya useremala ni hapa kanisani. Kwa pale kanisani, kanisa akafungua pale akaweka.
Afia anakaa ofisini, anawasamia kule mafundi. Anakaa ofisini, watu wakaongea. Sidi mchungaji. Kupitia kwenye ile ofisi akanunua kiwanja, akajenga nyumba, akaezeka nyumba, akakamilisha nyumba yake. Sasa hivi anaelekea kustaafu. Kuelekea kustaafu, ile ofisi ishakuwa kubwa, ishaitoa pale kanisani, ashaweka mahali, yuko vizuri. Yaani familia haijambo, hana shida, haliliko washarika, maisha yanaendelea. Ni wazo lilikuja, lakini sasa ni dogo, alafu kama linaondoa utu wako na heshima yako. Mchungaji anadirisha na alianza na vistuli, anaanza vistuli. Lakini alikuwa ni mwokozi ambaye amevaa mavazi ya kitoto. Kwa tuna mawazo ambayo ni mwokozi amevaa mawazo. Kwa hiyo mimi nikuombe, wazo lolote la kiuchumi ndani yako usilidharau likapita hivi. Fanya hata kama ni kwa muda wa ziada, wewe fanya. Hata kama utalisimamia kwa mbali, wewe fanya. Kesho na kesho kutwa, Mhubiri anasema hivi: asubuhi panda mbegu, na mchana panda mbegu, na jioni tena panda mbegu, maana haujui ni ipi itakayoota kati ya hizo. Inua mkono wako juu kwa Bwana, sema: Bwana Yesu, asante Mwokozi, wewe uliyezaliwa kwa ajili yangu. Ninakushukuru sana. Nami Bwana, ninaamini ya kwamba ndani yangu kuna mawazo yamezaliwa yaliyobeba wokovu kwenye maisha yangu. Nisaidie Bwana, nisiyapuuze katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana, Yesu, wako watu ambao umewatuma ndani ya kanisa ambao ni waokozi waliovaa mavazi ya kitoto. Mungu, lisaidie kanisa lako liwatambue, lisiwadhalau, lisiwasukume katika jina la Yesu. Kwenye kazi yangu, kwenye biashara yangu, kwenye familia yangu, wako watu pia umewatuma kama waokozi waliovaa mavazi ya kitoto. Bwana, Yesu, moyo wangu uwatambue, usiwasukumie mbali katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, kila mwokozi aliyevaa mavazi ya kitoto, moyo wangu umtambue katika jina la Yesu. Bwana, nami ninatangaza na kukiri ya kwamba mimi nimekwea kutoka Sayuni, kutoka ndani ya kanisa, ambaye ni mwokozi, ambaye nimebeba msaada kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya kanisa katika jina la Yesu. Bwana Yesu, tumebeba sadaka na dhabihu kwenye mioyo yetu. Tunaomba Mungu uikubali, uipokee sadaka yetu tunayokutolea. Iwe ni sadaka ya kupendeza machoni pako. Ni katika Kristo Yesu uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Tusimame. Mwalimu, Mungu akubariki. Asante. Tumepata posho nzuri ya uhakika. Naomba tusimame. Pokeeni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtumaini Kristo. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tushiriki neema. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amina. Praise team, muimbe ninyi tunapomshukuru Mungu kwa sadaka zetu. Na baada ya hapo Mungu abariki kuingia kwetu na kutoka kwetu. Tuendeni kwa amani ya Bwana. Karibuni kesho mapema saa 1:30 ibada ya kesho inaanza.
Mungu awabariki. Asanteni kwa kuja katika semina hii. Karibu tumshukuru Mungu kwa sadaka na tuende nyumbani kwa amani. Yes. Moja zaidi, Mwokozi nipe hatua moja zaidi, hatua